أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا أجل المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وعلى أصحابه الكرام المتحبين. أما بعد baada kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia kila laheri kiongozi wetu mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, almustami'una alkiram, wale ambao mnafuatilia channel yetu ya Nyonoro Cinema, tulikuwa kama mwezi au mwezi mmoja na nusu hatujafanya vipindi kwa sababu ya mizunguko na safari mbalimbali, na kama mnavyojua tulikuwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa hiyo ikawa tuko busy sana katika harakati nyingine na misafara mingine. Kwa maana hiyo tumerudi sasa katika kuliendeleza lile gurudumu letu kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala wa vipindi vyetu mbalimbali. Kwa hiyo wewe ambaye bado hujasubscribe channel yetu, tumeanza leo kufungua, na insha Allah biidhnillah tabaraka wa Ta'ala tutaendelea kutuma vipindi kadri Allah Subhanahu wa Ta'ala atakavyotuwezesha. Na lengo letu kubwa sisi ni kwamba wewe ambaye upo katika nchi mbalimbali, kuna mitihani ambayo unayo, mitihani ile umekwenda kuhangaika katika sehemu mbalimbali, umekwenda kwa waganga na walanguzi na watu mbalimbali, ukaenda katika visomo vya watu mbalimbali, lakini bado hali yako ikawa ile ile kwa matatizo haya ya kiarwaha, matatizo ya kishetani au matatizo ya kichawi. Wewe hujapata nusra. Kwa hiyo sisi kwa uwezo wa Allah tunakupa njia wewe, ili mradi uweze kujitatua katika lile ambalo wewe linakusibu, ukapata njia ya kumrudia Allah Subhanahu wa Ta'ala, au ukapata njia ya kulitibu jambo lako biduni shirkia, bila ya kuwa tayari umeingia katika shirki, kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na leo tunafungua katika jambo adhim sana na jambo kubwa, na kila mtu awe masikio yake yako tayari kusikia jambo hili, kwa sababu katika watu ambao wamefikwa na jambo hili huwa lina madhara baadaye, lakini yeye kwa vile analiona katika ndoto, kwa hiyo huwa hajui ile ufasiri wake ni nini au maana yake ni nini. Anaona tu, lakini katika hali ya kawaida hajui hili jambo linakuja kwake kila siku kwa maana lina maana gani. Leo tunakwenda katika ndoto, na ndoto ambayo leo tunakwenda kuelezea ni ndoto ya mtu kuona maiti au kuona amekufa yeye mwenyewe. Lazima nieleweke hivi, unaweza kuona maiti halafu ukaona wewe mwenyewe umefariki. Je, ina maana gani ndoto hii? Kama ninavyosema siku zote, ndoto zimegawika makundi mawili. Kuna ar-ru'yatu min Allah tabaraka wa Ta'ala, ndoto inayotokana na Mwenyezi Mungu, lakini walhilmi minash shaitan, lakini kuna zile ndoto ambazo zinazotokana na mashaitani. Sasa katika hii ndoto ya mauti au ndoto ya kuona wafu au kujiona wewe mwenyewe umekufa, inakuwa hii ndoto almudhaafu tunaita. Ni ndoto ambayo iliyokuwa kwako ni mbaya, kwa sababu almudhaafu walmakruhu tunaita kitaalamu katika tafsiri ya ndoto ni almudhaafu walmakruhu. Ndoto ambayo itakufanya wewe uhisi kuna jambo zito katika maisha yako, kwa sababu kuota maiti si jambo la kawaida, au kuota kifo. Kwa nini mimi ninaota nimekufa, au kwa nini nimeota au kuwaona ndugu zao wale ambao wamefariki? Almudhaafu walmakruhu itaitwa almudhaafu walmakruhu. Pia tarihan au tahzina, ndoto hii ya makaburi au ndoto ya kuona maiti au kujiona umekufa ni tarihan au tahzina. Ni ndoto ambayo ukiota kwa kawaida binadamu lazima ikuhuzunishe. Hakuna ambaye ataota amefukiwa
hakuna ambaye ataota watu wanamfunika au amevishwa sanda amefariki, alafu akamka asubuhi akasema leo nataka nipike pilau tufurahi kwa sababu nimeota ndoto kwamba nimefariki. Hapa lazima itakuwa tahzinan, itamhuzunisha. Lakini vile vile kuna wengine wanaota wako makaburini wanazikwa, lakini wale watu wanaowazika ni watu ambao si wa kawaida, labda wamevaa makaniki au wamekuja na dawa za aina fulani, au wanamuua wanamkosha, yani katika njia mbalimbali za kishirikina. Vile vile inakuwa tahzinan, laisa ru'yatu salihah. Hii inakuwa sio ndoto njema, kwa sababu nadi ila alfitna, mara nyingi inakuja kuleta fitna katika maisha yake au kuleta uwiano mbaya katika maisha yake. Mtu akiota maiti inakuwa ni uwiano mbaya katika maisha yake. Wal hadi'atu wal ghaira duna tahdhir. Lakini vile vile ndoto ile inakuja kumpa tahadhari au kumwelekeza yule muotaji kwamba bwana we, kuna jambo baya linatakiwa kukufika. Na maana mtu anapoota amefariki au anaona maiti zinamjia ndani ya ndoto, iwe maiti za kale, iwe maiti za ndugu zake, iwe maiti za watu wa mbali, basi lazima inakuwa ni tahadhiru ilaihi, ni kumpa tahadhari zile awe nazo. Tahadhari gani? Sasa nitakueleza jinsi gani uweze kujua unapoota maiti, tahadhari gani uchukue kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, au ndoto zile zinakuja katika aina gani. Tunaanza kutafsiri ndoto zetu hizi biidhnillah jalla wa ala. Qala Ibn Sirin, akasema Ibn Sirin, wal mautu fi ta'wil. Tunaanza safari yetu, anasema wal mautu fi ta'wil, ndoto za mauti au ndoto za kifo, kuota umekufa. Wal mautu fi ta'wili, kuota umekufa au kuota maiti au kumuota mtu aliyekufa. Fasadu dini wa rubbama dallat ala dhuhuri almustakhfin. Ni anasema fasadu dini, kwamba yani ile ulua yako au ile dini yako ambayo wewe labda unaswali swala 5 au labda unafunga au labda unafanya ibada mbalimbali, kuna vitu haviko sawa katika maisha yako pamoja na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lazima unielewe vizuri. Mtu anayeota vifo, ukiota kifo, ukiota maiti, wewe na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, dalla ta'ala duna almustakhfin, wewe ni mtu uliyeghafilika. Wewe ni mtu uliyeghafilika. Na hili kweli, kwa sababu unakumbushwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala kwamba kuna mauti. Ile maiti unaonyeshwa kwamba wewe ni mtu ambaye umekhalifu amri ya Mwenyezi Mungu, yani umekuwa uko busy na dunia ukaisahau akhera. Kwa hiyo inawezekana zile maiti ambazo unazoletewa au yale mambo ya makaburi unaonyeshwa, unakumbushwa kwamba bwana we, dunia wewe umeifanya iko mbele, lakini akhera umeipa mgongo, kwa hiyo utakwenda pale. Kwa hiyo Allah amekupenda katika kukukumbusha nini, ndio maana unaota ndoto zile za mauti. Bil a'mali, lakini bil a'mali almuhlikatin wal fasada qaduna zara. Lakini wakati mwingine ndoto zile za mauti au ndoto za maiti zinakuja bil a'mali almuhlikatin, katika mambo yale ya kichawi. Al a'mali almuhlikatin, katika mambo ya namna ya kichawi. Kwa mfano, labda unatakiwa kutolewa kafara, labda kuna wachawi wanataka kukutoa kafara, labda kuna watu wanakufuatilia maisha yako, kwa hiyo wanaweza wakakuletea maiti ndani ya usingizi, au wakakupiga wakakuzika ndani ya usingizi. Unaamka asubuhi, wewe unachukua gari, unakwenda barabarani, unakwenda kugongwa na gari na unafariki kweli. Kwa hiyo kile kitu ambacho umekiota usiku kwamba mimi nimeota nimekufa, nimeota ninazikwa, ndani ya wiki 2 au ndani ya wiki 1, kweli wewe ukaja ukafariki. Au unaweza mtu ukamuotea mtu amefariki, au kaota mtaani kwenu kuna jirani yako amefariki, labda mgonjwa, labda hata haumwi, lakini baadaye wewe kweli yule jirani akaweza kufariki. Kwa hiyo inakuwa ni al-a'mali al-muhlikatin, ni yale mambo ya kuangamiza au vile vituko vya kichawi ambao vinafanywa na wale wachawi, vinaweza kusababisha wewe ukaweza kuona zile maiti ndani ya usingizi wako. Wadunatil khumur, lakini wakati mwingine allati fiha as-saqara matuhurina kalmauta, kuna watu wengine wanaona wapo katika mauti, lakini yale mauti yao, mtu anaona usiku ameingia katika sehemu ya maiti, au ameingia sehemu ambayo kuna maiti nyingi pale, ameziona zile maiti, lakini la yusalluna la khasa biki duna al-ghafila, lakini alivyoziona zile maiti amezitambua kwamba
huyu ni fulani, huyu ni fulani, huyu ni fulani, huyu ni fulani. Lakini zile maiti zinamwambia na wewe huna muda, utakuwa kama sisi. Yani zile maiti zinaongea, zinamwambia na wewe huna muda, utakuwa kama sisi. Basi inawezekana mtu huyu akasema, shekhe, la yusalluna wala yadhkuruna Allah ta'ala. Mtu huyu mara nyingi anakuwa haswali wala hamtaji Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo zile maiti zinakuja kwa mfano wa kumtisha, kumkumbusha katika ibada na kumtaja Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ukiona hali imekujia hivi, umeona maiti zinakukaribia, umeona maiti zinakwambia maneno, umeona maiti zinakuelekeza jinsi gani ya kuishi katika hali ile, na unaota katika usingizi wako, basi ujue wewe katika swala zako, katika ibada zako kuna mapungufu makubwa. Kwa hiyo zile maiti zimekuja kama kukupa indhari wa tahadhiru ilaika, kukupa tahadhari mbalimbali katika maisha yako. Wala tarfa lahum a'mal. Na wakati mwingine unaweza kuona maiti, lakini zile maiti ikawa tarfa lahum a'mal, umewaona katika amali zao za akhera. Hapa labda niweke wazi, unaweza kuona ndugu yako amefariki ukamhisi au kamuota kwamba ameingia katika pepo. Unaweza kuona mama yako amefariki ukamuona labda yuko sehemu nzuri. Unaweza kumuona ndugu yako katika usingizi ukamuona anapata tabu sana. Yani mtu anaweza kuona maiti, ile maiti kaiona usingizini, inahuzunika sana, inalulamika sana, inasema mimi ninapata shida huku, ndugu zako kaa nao vizuri, mimi huku siko maeneo mazuri. Yani na wewe unaoneshwa ile maiti na kuonesha hali yake ya kule ambapo alipofikia. Yani tarfa lahum a'mal, zile a'mali zake kule anakuonesha wewe kwamba amefikia maeneo gani. Basi hapa kuna mambo mawili. Ukimuona maiti imekujia katika shida kubwa, yani umeona maiti lakini ipo katika shida, inateseka kabisa, amefariki lakini unamuona, mara mnamuona kwenu, mara mnamuona nje, mara kila mtu anamuona usingizini anateseka, basi ujue tarfa lahum a'mal. Mtu huyu mumfanyie dua kubwa, muombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Pengine huenda kwa amedhulumiwa, huenda kuna watu walimdhulumu na kuna vitu haviko sawa katika kufariki kwake. Kwa hiyo ile maiti inakuja ndani ya usingizi kwa mnasaba wa kuja kukueleza jinsi gani tarfa lahum a'mal, zile a'mali zake kule zina namna gani. Lakini wakati mwingine unaweza kumuona mzazi wako, au kumuona ndugu yako, kumuona jirani yako, ukamuona shekhe wako, ukamuona mtu wako wa karibu, yupo maeneo mazuri, amefunikwa, unaiona maiti ile imekaa inang'ara, inakuja imevaa nguo nzuri, kama yuko peponi fulani. Ingawa pepo tunasema kwamba janna ina mambo yake, lakini unaweza ukaona baadhi ya neema ya mwenzako hata katika hali ya usingizi. Kwa hiyo ile maiti kakujia, lakini ukaiona ipo katika hali nzuri, haijapayuka, anang'ara uso wake, maiti ile inacheka, inafurahi, inakuombea dua maiti ile. Yani pale tarfa lahum a'mal, shakarna bi rabbika, lazima mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kukuletea maiti ile, lakini maiti ile ikawa ya khairi, au maiti ile ikawa ipo katika sehemu ya khairi. Kwa cha msingi tumuombe Allah zaidi, muombe dua. Lakini vile vile wa rubbama dallata ala sijn, anaweza mtu akaona maiti dallata ala sijn lianna almayit masjunun fi qabri. Anaweza kuona maiti imefungwa, dallata ala sijn, yani mtu kaona maiti imefungwa vile kama inavyofungwa, iwe ya Kiislamu iwe ya Kikristo, imefungwa vile ambavyo wanavyofunga. Lakini ile maiti katika kufungwa kwake inapata tabu, yani kama inalalamika kwamba ile sehemu ambayo imeingizwa kwamba hajifaragui, yani kama kuna shida. Yani unaona jeneza, kama mfano jeneza lina tikisika hivi mitikisiko, mara unaliona jeneza halikai likatulia, mara liko hapa, mara unaliona limeruka, yani haliko sawa lile jeneza ambalo umeliona na yule maiti. Unaweza kuona usingizini hivi, labda jeneza linatoka, kawaida jeneza likitoka watu wanalifatisha, wanalibeba, wanalipeleka msikitini, lakini ukaliona jeneza mara limeruka, mara halikai mabegani, mara ukaiona ile maiti labda watu wameichukua kule, lakini mara unaona bado haijatoka. Yani kuna mazingira dallata ala sijn, yani kama kuna kifungo fulani, yule maiti amefungwa. Ndio akasema hapa shekhe, lianna almayiti masjunan fi qabri, kwa sababu maiti yeye kifungo chake au makazi yake ni kaburini tu, kwenda kuwekwa kaburini. Baada ya kuwekwa kaburini ni kufukia, baada ya kufukia kama kufanya dua, anafanya dua, asofanya dua basi watu wanaondoka.
Kwa hiyo baadaye pale ndio inakuja amali, matendo yako mema, wanakuja malaika wawili na mambo mengine. Sitakuelezea adhabu za kaburi na mambo mengine. Hii inafahamika, mashehe wenye uwanja wao. Mimi naeleza katika lile ambalo la ru'ya. Kwa hiyo masjunun fi qabri, kwa sababu kaburi ndo masjunun, ndo eneo ambalo mtu anakwenda, lakini wewe unaona ile maiti haitulii kabisa. Baitan au dara, haitulii ile maiti baitan au dara, katika nyumba au katika chumba chako. Yani unaona kwamba hichi ni chumba cha maiti, lakini hili jeneza mbona aliona kama kwa macho yangu mimi kama halitulii hivi, mara limeenda kushoto, mara limeenda kulia, halitulii. Kwa hiyo anasema pale ndoto ile ukiota, fa illam yakun maridhan fandhur, kama wewe si mgonjwa, anasema kama wewe si mgonjwa, ni mtu timamu, fandhur, basi hebu tizama, fa in kana hina dukhul muhtabian, unaweza ukapata tabu tena ya maradhi mazito. Anasema kwamba ukiona maiti au jeneza halitulii sehemu yake maalum, unaliona mara usingizini jeneza lile, mara unaliota usingizini, mara linapita katika macho yako ndani ya ndoto, anasema hebu angalia, fandhur ila fandhur ila marid, angalia katika ugonjwa wako, pengine una usukari, labda una pressure, labda una majini, labda kuna watu wanakufuatilia wachawi. Hebu tizama, ukiona maiti, je, kuko salama? Hakuna watu ambao wewe wanataka kukutoa katika mazingira ya kafara? Angalia vizuri katika maisha yako. Usiwe unaona tu majeneza ukaona ni kitu cha kawaida. Majeneza mengine yanapita bila mpangilio katika ndoto yako. Je, ni salama? Kwa akasema fandhur ila maridhan, fandhur ila maridhan, tizama ugonjwa wako, tizama maisha yako. Je, yako sawa? Kwamba naota maiti, naota majeneza, lakini je, niko sawa? Sarat ilaiha wa mata min khalaqatin wala sima, unaweza kufariki min khalaqatin wala sima, ukafariki. Tunajua anayeua ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kullu nafsin dhaikatul maut, lakini na binadamu nao wana viashiria, wana vijambo vyao. Nitakuja kuvieleza katika mada yangu maalum, katika mada ya mazingira ya kutolewa kafara katika njia za kichawi. Nitakuja kueleza jinsi maiti iliyokuwa inatolewa vipi katika njia ya kafara na washirikina, na jinsi gani ya kusave yule mgonjwa asije akatolewa katika njia za kafara. Nitakuja kueleza. Kwa hiyo akasema kwamba angalia, fi khalaqatin wala sima in kana bani fiha baitan, na inaweza kuwa ile maiti inahangaika katika nyumba, na namna mbali kwa fandhur ila maridhan, angalia maradhi yako. Lakini vile vile akasema au musaliban ila khairi li aghli alkhairi wa khalaqa dhakari wa nala saqinan, lakini kuna mtu anaweza kaona kama nilivyosema aghli alkhairi, watu wa khairi katika ndoto zake, akawaona mashehe wake, akaona watu mbalimbali, in kana lahu saqinan muslihan, basi hayo ni mambo mema ambayo anayeonyeshwa na Mwenyezi Mungu kwa wema wa ile maiti, au kwa wema yule maiti ambaye amemuona. Dukhula sa'iban makshuban sawan bila amali au fil quburi mashabiha ma'al maut. Asa hapa ndo lazima tu, watu wengi wanaota ndoto hii, anaweza akaona shakilan ala ahli al-maut, yeye na watu waliofariki wanazungumza, au anakwenda makaburini, yeye maisha yake yote akilala usiku yeye ni kuongea na maiti. Kuna watu katika maisha yao leo wakikaa katika maisha yao kazi yao ni kuongea na maiti. Yani akifumba jicho hivi usingizini, yeye yuko makaburini anazungumza na maiti. Maana yake nini ndugu yangu? Kwa nini ujiulizi wewe katika maisha yako ni unaongea na wafu, unaongea na watu waliokufa, hata kama mnazungumza mazungumzo ya aina gani? Tatizo lako ni nini? Anasema hapa shekhe, yudakhilu ahli sharri wal fusuq wa fasalu yukhalatabahum fi ma hum alayhi. Hapa kuna watu wa shari ambao wamekuandaa wewe. Kwa hiyo katika kukuandaa kwao katika mazingira yao ya kichawi na kukuletea majini, yukhatibu lahu almauta, jambo la kwanza lazima utakuwa unaongea na maiti. Kuongea na maiti kule ni kuingizwa katika mambo ya kishirikina. Kuongea na maiti wewe ndani ya kila usiku unapolala, kuna jambo wameliandaa ahlu shari. Ameweka sa ahlu shari, watu wa shari. Nikisema ahlu shari nyinyi hamwajui, lakini ahlu shari ni wale tadhhirul batil, wale watu wa batil, au wale watu wa kuruka usiku, wale watu wa ungo. Kule hapa kwetu Zanzibar tunaita watu wa giningi, au wale watu wa nyumba kubwa ambao wao washatengeneza mazingira katika kukuandalia. Kwa hiyo wale maiti zile walizokomba zile wa kuwaua watu katika mazingira mbalimbali ya ajabu, wanakuletea na wewe uzungumze nao. Kwa hiyo na wewe unakuwa ni mshirika katika ushirika ule wa ndoto. Utashiriki, utaona zile maiti, utaona ndugu zako, utaona watu waliofariki mitaani,
na wewe ile hali utakuwa unaipenda, kwa sababu wale maiti watakuwa wanakuambia maneno, lakini maneno yale yanatokea kweli. Mwisho utapenda ile ngoma. Ukiingia katika ile ngoma kwa usingizini, ndo subhanallah, a'adhana Allah min dhalika, Mwenyezi Mungu akulinde, itakuwa ni mtu ambaye umepotea. Kwa hiyo mtu anapoona dalili hizi zote, jambo la kwanza inatakiwa amtafute al-abir, mfasiri wa ndoto, alafu amwambie hiyo ndoto ya maiti hiyo, unatakiwa ufanye dua hii, unatakiwa uchinje katika kafara hii, unatakiwa ufanye dua hii fulani. Ndio maana sisi tuko hapa kukusaidia wewe. Kama umeota ndoto hizi, basi inshallah biidhnillah tabaraka taala, namba yangu ya simu ni 0714657173. Nairudia tena 0714657173. Kwa wale watu wa Zanzibar wanaweza vile vile na wao kanitafuta kwa namba hiyo, tukaweza kuonana. Mara siku nyingine nakuwa Zanzibar, siku nyingine nakuwa Dar es Salaam. Dar es Salaam tunapatikana Vikindu Magogo Matatu. Panda gari kwa unatokea Buza, unatokea Kariakoo, unatokea wapi wanasema sehemu yote ile ambayo unatokea, njoo mpaka Mbagala. Mbagala panda gari la Kisemvule, mwambie kushushe Vikindu Magogo Matatu. Kwa uwezo wa Allah utanikuta. Kwa wale wa Zanzibar watanipigia, tutaweza kuonana kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa yatika min ahli shari, wanakujia watu wa shari, sio watu wazuri, watu ambao wameandaa kundi lile litakuletea maisha ya dhiki baadaye. Wayarahu, na unaona, wayasma'u wayarahu, unawaona, wayasma'u kalam, na unasikia yale maneno. Tunasema shekhe anayatoa wapi? Mimi nayatoa tafsiri hapa, Tafsirul Ahlam. Naona kitabu hichi cha tafsiri za ndoto Imam Muhammad ibn Sirin. Huyu ni Muhammad ibn Sirin, fungua utayaona haya. Anasema wayasma'u wayarahu, na unawasikia zile maiti, unasikia sauti zao, maana yake wayarahu, na unawaona kabisa, unamjua huyu ni fulani, huyu ni fulani, anakuzungumzisha na wewe unasikia maneno yako. Wa in kana hina dukhuli wala ta'mir wa qama bihaqqi wa shahidi bisidqi, lakini yale atakayokuambia shahidi bisidqi, kuna mengine atakuwa mengi ya ukweli, maiti atatamka kwako ndani ya ndoto shahidi bisidqi. Usiushuhudie ule ukweli wao, hapana. Usikubali maiti kukwambia ukweli moja kwa moja ukasema huu ni ukweli. Inategemea maiti imekuja katika nasabu gani. Kama nilivyoeleza, kuna nasabu za kheri na nasabu za shari. Naona leo watu nimewatisha sana. Hiyo ni hali halisi ambayo inapatikana katika kujua uhalisia kuota maiti au kuota wewe ambaye umekufa. Ndugu yangu ambaye una ndoto ya maiti, una ndoto ya kufa, lazima usikilize haya na ujue jinsi gani kujitatua kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh Salim Damba, tumerudi katika channel yetu ya Nuru Sinema. Usisahau kusubscribe, lakini vile vile kwa uwezo wa Allah akupe baraka na kheri, akujalie uwe miongoni mwa mwenye kupata kheri. Lakini vile vile haya tuliyozungumza, ikitokea umeota hivi, ikitokea una mashaka haya, basi wallahi alazim nitafute kwa namba yangu ya simu, na namba inapita hapo ya WhatsApp, kama wale ambao wapo katika nchi mbalimbali, wale wako Marekani, wale wako Qatar, Dubai, Omani, Unguja, Pemba, katika maeneo mbalimbali. Insha Allah mudabbirul alamin nipo, mfasiri katika dunia. Na leo sisi tuko wachache sana ambao tuna elimu hizi, na Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia tuna uwezo wa kumsaidia mtu kupitia ufasiri na akaweza kujitatua katika maisha yake. Narudia tena, namba ni 0714657173. Sheikh Salim Damba anapatikana Vikindu Magogo Matatu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.